Sogea sasa nikupate. Ni aje? Fresh kwema. Mzima kabisa. Bwana unampenda? Afu hujaja naye sasa. Uko poa lakini? Niko poa. Kitambo kidogo. Ni kweli. Mara kwanza ulikuja ukaimba akapela tu. Sasa ilikuwa ni hii au ilikuwa ni nani? Ilikuwa nani? Hii wewe imetokea wapi idea? Idea ya wewe ilitokea siku nimekaa hivi pale studio. Okay. Tukaenda kurekodi ngoma nyingine kabisa. Okay. Yeah. Sasa baadaye jamaa pale kaniplayia beat fulani hivi. Kasema ngoja. Akaplay pale ndio ikaja hiyo idea. Ya wewe. Ya wewe. Okay. Ulikuwa unaiamini kiasi gani kwamba umesikia beat tu then uandike kazi? Yaani sijui nisemeje, lakini ni idea ambayo imekuja tu pap. Ya nikaanza kuandika pale. Ilikuwa ninaamini inaondoka kwa sababu melody ambayo ilikuja muda ule nikaona mbona kama vile kuna kitu hapa. Okay. Ya nikaanza kuifanyia kazi. So Dlax ni mtu ambaye mpaka asikiliza beat ndo anaandika au unaandika tu wakati wowote ukiwa umepata time? Mimi naandika muda wote. Okay. Sio kuandika tu. Nioga yani popote pale. Nikikaa mistari inakuja ikija naandika mahali au na rekodi kidogo ili baadaye nifanyie kazi. Yeah. Sawa. Video na nini umekuja kitu tofauti sana sasa hivi. Mara kwanza ulikuja ulikuwa hauna kazi yoyote, si ndio? Yeah. Sasa hivi mpaka na video. Nani anakushika mkono Dlax? Mpaka haraka sana. Support tu ya wana hiyo. Ulikuja nao hapa? Kwa hapa. Yeah. Wakange tu na support au walikusindikiza kile kufika bure? Wana support, wanapenda muziki. Yeah, wananikubali. Guys, mko poa? Yeah. Anaongea kweli wewe? Yes. Tauliza baadaye hilo swali. Sawa. Nani na wewe umezipa muda gani ni hizi kazi kutoa? Kwanza ipi na kufuata ipi? Ilifuata nani? Ilianza nani? Yeah. Okay. Nikaja kutoa wewe, lakini nikaja kutoa leo ambayo ina kama wiki moja. Hii ni kama mmeshirikiana na radio. Yeah, ile leo. Sasa ni nani mwenye idea? Nina kidogo kuongea kwenye ngoma ya leo kwa sababu ni ngoma ambayo ni ya radio. Okay. Yeah. So wewe umekaribishwa? Nimekaribishwa. Sasa kuna siku akawa amenicheki, "Oya brother, vipi fresh?" Akamwambia, "Kuna kazi yangu hapa naomba tuifanye." Akaambia, "Vipi inaifanyaje?" Kwa sababu nikisema sasa hapa masuala ya malipo na nini, nikamwambia mna shida, wewe ni mwana, njoo. Okay. Tufanye kazi. Maisha ni kusapotiana. Sawa. Dlax anatoka chuo gani? Mimi natokea chuo cha Sokoine Kilimo Sugu. Yaani kilimo na kuimba. Are you serious? Yeah. Tunalima saa ngapi? Okay, tuna manage vipi muda wetu hapo? Maana nakuona mpaka kwenye video na haya ni mazingira ya chuo cha SUA pale main campus. I know these places. Sio kwamba kila muda ndo nashindia darasani. Okay. Kuna muda wa kuwa darasani na tuko kazi gani bado? Mimi niko wildlife. Wildlife. Sana mpo. Okay. Yeah. Sawa. Na okay, sawa. Okay, sawa. Sasa Dlax umeniambia kwamba baada ya nani ulifuata wewe, then sasa unatoa muda gani sasa? Wasikilize watu then uje utengeneze ulete kazi nyingine ambayo umeipa muda gani hii watu wamekusikiliza na ameshajua Dlax ana wewe anakuja na tena na leo. Unakaa muda gani? Ukiangalia wimbo wa nani umechukua kama miezi miwili mpaka mitatu. Nikaja kuachia wewe. Yeah. Lakini wewe imepita kama wiki 3 hivi na nusu nikaja kutoa leo. Okay. Yeah. Sasa kwa nini hujaupa muda huo
yani ukae wiki 3 uje utoe huoni kama hii wewe haitaenda kiasi hicho kama ambavyo umeipa muda nani? Hapana. Nilifanyia kazi kwa sehemu yake na siwezi nikasema imefikia malengo ambayo nilitarajia, lakini imesogea. Okay. Na nimefanya leo kwa sababu leo nao ni wimbo mkali. Sawa. Sababu ni wimbo wa vibe mkali. Ya, lakini pia wiki hii naachia tena. Atupoi. Uko na management au uko ni mwenyewe tu? Management hawana tu ipo ila ya. Okay. Mbona kama ile alafu ya hivyo? Kuna mpishano ina management? Kuna nini? Kuna vitu havikakaa sawa, nisiwaelewe management yani, kuna muda niko sawa. Management ipo lakini sio hatujasainisha mikataba. Ila ipo ndio tunaelekea kwenye process. Sawa. Na ili walipokufuata wewe, walikwambia una kipi cha ziada ambacho ukaona yes, bila sozipeleke kazi? Nilipotoa ule wimbo wa nani? Inahisi wimbo wa nani ulinibless sana. Okay. Ni wimbo ambao nimeimba kwa hisia. Nikaimba sana. Tutasikiliza pia. Yeah. Kwa hiyo ndio wimbo ambao watu walinifahamu wengi, ndio wimbo ambao ulinitambulisha kwa watu. So okay. Yeah, kuna kijana ana kitu basi. Sawa. Sokoine University of Agriculture. Pale kulikuwa na mashindano ya Miss na Mrs. So. Yeah. Ulishiriki, ulitumia pia vote for me kama usimtemie. Vipi kwanza yani ilikuwaje mpaka ukaamua kushiriki tuzo la chuo? Honestly tuzo binafsi sikufikiria na sikutaka kushiriki. Okay. Na ukiangalia nimekuja kuchukua fomu siku ya mwisho kabisa. Okay. Na tena ni muda ambao ni wanyongeza. Yeah. Okay. Walitoa wiki moja lakini nikachukua wakaongeza tena siku 3 sijachukua. Lakini nikaja kuchukua siku ya 3, nakumbuka ilikuwa ni saa 1. Na mwisho wa kuchukua ilikuwa ni saa 1 hiyo. Sawa. Yeah. Ilikuwa ni influence ya wana. Wakaniambia chukua fomu. Wengine wakasema jana nayo mashindano hivi ana tija, lakini baadaye kuna kitu nataka niseme. Mimi nilishindwa kwenda kuchukua mwenyewe. Okay. Ushauri ulikuwa mwingi. Kwa tuzo. Yeah. Kwa kitu ambacho nilikuwa nataka niseme watu hawakijui. Nilifuata rais wa serikali ya wanafunzi. Okay. Nilifuata ofisini kwake pale. Tukajaribu kuongea mengi kwa sababu ni kiongozi wangu nje na uongozi pia ni mwanangu. Okay. Yeah. Nikawa namuelezea hiyo scenario na hivi na hivi. Akanishauri vingi lakini mwisho akaniambia chukua fomu. Okay. Yeah, nichukua fomu. Shiriki. Basi. Okay. Yeah. Sawa. Sasa umesema rais pia ni mwanao. Kuna namna pia kama inakuumiza hivi unapozungumza na kuna kusikiliza nasikia toni yako ya maumivu kwa mbali. Ulishinda hiyo tuzo? Hiyo tuzo sikushinda. Sababu ambayo naweza nikasema moja kwa moja haikuwa na fair. Okay. Yeah. Kwa upande gani sasa? Hakukuwa na fair kwa upande wa utoaji wa tuzo na ufanyaji wa judgment. Okay. Yeah. Wewe ulikuwa ni mmoja ya watu washiriki tu. Sasa ulijuaje kwamba mbona kama hakuna fair ikiwa ni mshiriki? Okay. Ile tuzo ilikuwa hivi. Okay. Kuna 10% ambayo inachukuliwa Instagram. Okay. Watu wana like na wana comment kwenye video yako. Yeah. Kwenye post. Yeah. Lakini kuna 10% nyingine inatoka kwenye website ile ya kuvote. Sawa. 10% nyingine ni majaji ambao wataangalia ni kazi za wasanii. Okay. Sasa mimi kote nimeshinda tena kwa kishindo. Sawa. Sasa sehemu ambayo nasema kwamba hawakuzingatia fair. Ndio sehemu kama hiyo. Kwenye
sababu kigezo asilimia zote hizo ninazo mimi ndo mshindi. Kama ni likes ni wazidi wote, kama ni ya website ni wazidi wote. Kazi zangu za YouTube zinaonekana. Yeah, of course ndio hivyo. Baadaye matokeo yakaja hivyo. Yeah, ila sitamani nizungumzie sana. Kwa sababu ni mashindano ambayo ni mazuri. Ni mazuri kwa vijana. Inaibua vipaji na tia hamasa, lakini kwa upande mwingine inavunja moyo pale ambapo hapakuwa na fair, alafu mtu unasaidia na malizi. Okay. Pole sana kaka. Hatari. Sasa maisha baada ya tuzo, kuna wanao walikuwa wanakusupport kukupeleka mtaani kwamba Dlux tunamuona na anafanya poa, then ukawa umeomba support, wakakusupport sana yani kwenye upande wa kuvote, kwenye kukupigia kampeni. Short walikubeba sana jamaa zako kwa sababu ulikuwa mwenyewe after all. Sasa walikupokeaje mara baada ya matokeo kwamba Dlux hujashinda tuzo? Wao walikuchukuliaje yani? Wana walinielewa kwa sababu wanaelewa kwamba mimi msanii anafanya kazi nzuri. Okay. Kwa hiyo of course hata hawa ambao naona nilienda nao kwenye siku. Okay. Na watu wengi walikuwa wanasubiri. Na wengi walikuwa wanaangalia live. Okay. Sasa baadaye yalipokuja ndivyo sivyo, wanaendelea kusupport kwa sababu wanajua kwamba Dlux afanye muziki kwa ajili ya hiyo. Okay. Nafanya muziki kwa sababu ni sehemu ya maisha yangu. Muziki napenda, nafanya, naweza na nafanya jitihada zote. Nifikie mbali na nifikie malengo yangu. Kwa hiyo sikufanya muziki kwa ajili ya hiyo event au hayo mashindano. So tunazidi kusupportiana na wanaonyesha nguvu na support kubwa kwa sababu wanaamini niko nao na wako na mimi kutafuta siri. Ilikuchukua siku ngapi kurecover kwamba nimeshashindwa sasa? Atakiwa niingie class. Atoli ilifanyika Jumapili, si ndio? Yeah. Jumatatu class asubuhi na mapema saa 1 hivi au whatever kulingana na kipindi. Ulienda darasani siku hiyo? Nilienda kwa sababu mimi nilikuwa naamini na uzuri. Watu walikuwa wanajua kwamba the best. Kwa mimi haikunipa tabu wala kwamba hapa imenivunja moyo wala nini, hapana. Haikunipa tabu yoyote kwa sababu watu wenyewe na watoaji tuzo wakiangalia wanajua. Yeah. Kwa hiyo na watu wote wanajua na mimi najua ni the best basi. Na rais wako wa chuo alikufuata mara baada ya kuona kwamba alienda kuomba ushauri mara ya kwanza baada ya matokeo, sasa alikufuata tena kuambia chochote? Yeah. Alisema niliongea naye hivyo, akasema wachane naye kwa sababu yeye hahusiki. Kwa hiyo moja kwa moja kwa sababu ya shughuli na kamati. Okay. Yeah. Kwa hiyo kaambia hamna shida, wewe achana nayo, wewe endelea kupiga muziki, sisi tu. Wewe hayo matuzo achana. Kuna namna fulani hivi ilikuchukua. Kwamba sirudi tena. Usiniko huko mwaka. Niko mwaka 3. Mwaka 3 au kumbe ndo unaondoka. Okay, sawa. Kumbe utabidi kupambania tuzo zingine huko kuna kuendelea au vipi? Nataka tusikilize nani, alafu turudi kuendelea kupiga story mimi na wewe. Au unasemaje? Yeah. Unajua siku ya kwanza ulipokuja ndani, ulichukua watu. Sasa natamani warudishe tena kwa sababu umekaa kitambo kidogo, yani tangu tukusikia mpaka leo. Ni muda sasa. Natamani warudishe wale watu kwamba yule Dlux ambaye umemsikia aliimba nani hapa akapela na mkampa max nyingi sana. Ulikuwa mwenzio yule? Mkampa max nyingi sana. Ni huyu hapa ambaye amerudi na anafanya kazi zaidi. Si nani tu, ana kazi kama wewe pamoja na hiyo leo, right? Akapela kidogo then tusikilize nani. Naruhusiwa? Tusikilize nani? Usikie kwanza alafu tumsikilize nani aliyeimba. Nani ndo wewe? Yeah. Au bado? Fresh. Okay. Anaitwa Dlux. Tuko naye humo ndani. Tuna story nyingi sana na yeye. Unampata hapa kule YouTube, andika nani alafu utamsikia vizuri kabisa Dlux. Sawa.
Natamani nikusikie kwanza kwenye acapella. Natamani sana nikusikie kwanza kwenye acapella. Sasa usipotumia hiyo wala nini. Sikia kutumia chochote. Tuanze. Nakusubiri wewe. Kumbe mapenzi matamu, mbona mseme umetulia? Ukuna peo utamu, yani simi najipimia. Uendo yangu mbone nyota sana, unapopote maneno sijali, ukogopa hawana lolote. Huyu mpenzi kwake sijiwezi, yani na muenzi, ananifanya nijione. Haya mapenzi nayopewa saivi, mwingine simtaki, yeye tu nimuone. Nakupenda, you're my number one, unanifanya nijisikie. Nakupenda, you're my only one, unanifanya nijisifie. Ni wewe, ni wewe, wewe, ni wewe, wewe, eti ni wewe nayempenda, wewe nayenijui, ni wewe nayempenda, wewe. Mimi sema uimbe nani? Umeimba wewe. Anyway, zote ni kazi zako. Acha tukasikilize nani, alafu tutarudi na Deluxe hapa mpaka 10 kamili za jioni. 9 dakika 15 tuko na